Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kichwa cha ujumbe kinasema kunyakuliwa kwa kanisa. Kunyakuliwa kwa kanisa. Jambo la kwanza tunapoongelea kuhusu kanisa, sio ile mijengo ya mawe na mabati. Tunapoongelea kuhusu kanisa ni mwili wa Kristo, wale ambao wameokoka, wale wameoshwa kwa damu ya Yesu, wale wamezaliwa mara ya pili, sio kwa nyama na damu, bali kwa Roho Mtakatifu. Kanisa ni mimi na wewe. Anaposema anakuja kunyakua kanisa, sio ile mijengo, anakuja kunyakua wale ambao wameokoka. Kanisa ni mwili wa Kristo ambao ndio mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kunyakuliwa ama neno kunyakuliwa maana yake ni kuchukua kwa ghafla bila kutarajia. Kunyakuliwa ama kunyakua. Kunyakua ni kuchukua kwa ghafla bila wewe kutarajia. Kwa mfano, kama vile mwewe huwa anachukua kifaranga. Anaichukua tu kwa ghafla na anapaa nayo hewani. Sasa hivyo ndivyo Yesu anapokuja kunyakua kanisa lake. Hivyo ndivyo Yesu anavyokuja kunyakua kanisa lake. Anapokuja kunyakua kanisa lake, ama hili tendo la ghafla, la ghafla linahusu vikundi viwili vya watu. Inahusu vikundi viwili vya watu. Hili tendo la ghafla linahusu vikundi viwili vya watu. Kikundi cha kwanza ni wale wamekufa katika Kristo Yesu, yaani wale wamekufa na wameokoka. Sasa parapanda itakapolia, Biblia inasema ya kwamba hao waliokufa katika Kristo Yesu hadi watafufuliwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio kikundi cha kwanza. Kikundi cha pili ni wale ambao tutakuwa hai na tumeokoka. Wale tutakuwa hai na tumeokoka, tutanyakuliwa kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Kwa hivyo lazima hii siku ya kunyakuliwa, kuna mambo saba itafanyika kwa ghafla. Kuna mambo itafanyika kwa ghafla wakati Yesu atakaposimama pale mawinguni, wakati parapanda itakapolia. Jambo la kwanza, tutabadilishwa huu mwili wa kufa ufae kutokufa. Maana mbinguni hatuendi na hii miili. Hii ni miili ya kuharibika. Hii miili tumevaa kwa sasa hivi, hii ni miili ya kuharibika. Lazima tutabadilishwa. Huu mwili wa kufa ufae kutokufa. Huu mwili wa kuharibika ufae kutoharibika. Tutavikwa miili mipya, miili yenye utukufu. Tutafanana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mbinguni hatuendi na hii miili ya nyama na damu. Na ndio maana wewe inasema kule mbinguni hakuna njaa, hakuna kiu. Maana tutavalishwa miili yenye utukufu, hausikii njaa, hausikii kiu. Tutabadilishwa. Huu mwili wa kufa ufai kutokufa. Unajua hata Yesu alipofufuka, alifufuka na mwili mwingine kama una habari. Ndio maana inasema hivi, neno linasema hata unapopanda mbegu, unapoizika mbegu, iwe ni maharagwe, iwe ni mahindi, unapoizika ile mbegu, wakati wa kumea ama wakati inapotoka kwa mchanga, inatoka na mwili mwingine. Niona mkono kama tuko pamoja. Yesu vile vile alipofufuka, alifufuka na mwili mwingine wenye utukufu.
Japo kuwa alimaintain zile alama za mishonari, alimaintain identity yake, lakini mwili ulikuwa tayari umebadilishwa. Na ndio maana ukiangalia hapo beleni, kabla hajasulubiwa, kabla Yesu hajasulubiwa na kabla hajafufuka, akitaka kuingia kwa nyumba lazima angezunguka upande wa mlango, maana alikuwa amevaa mwili kama yetu, mwili wa nyama na damu, lazima angezunguka upande wa mlango. Lakini baada ya kufufuka amevaa mwili mwenye utukufu, sio lazima apitie kwa mlango. Wanafunzi wake walishangaa. Baada ya huyu Yesu kufufuka, wanafunzi wake wamejifungia kwa nyumba, wanaendelea kushuhudia yale matendo makuu imefanyika. Yule Yesu vile alivyokuwa ametuambia, kumbe imetimia. Alikuwa amesema baada ya siku 3 atafufuka. Wamejifungia, wamefunga milango na madirisha, wanasemezana wenyewe kwa wenyewe. Ghafla Yesu akatokea ndani yao. Wanaulizana, huyu Yesu amepita wapi? Tumefunga milango, tumefunga madirisha, na amepitia wapi? Kumbe sasa hivi amevaa mwili wenye utukufu, anafanana na malaika, hahitaji kupitia kwa mlango, anapitia tu hapa, na sio eti ukuta inabomoka ndani. Hiyo ndio mimi tutavalishwa, na ndio maana mimi natamani hayo maisha. Mimi natamani hayo maisha, tutavalishwa mwili ambao sio wa kuharibika, mwili ambao hauwezi ukashika magonjwa. Tutavikwa mili mipya, mili yenye utukufu. Mimi natamani hayo maisha. Tutabadilishwa ili tuweze kufanana na yeye. Tukishabadilishwa tutanyakuliwa kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo kitendo cha ghafla kunyakuliwa ni kitendo cha ghafla. Kwa hivyo sio kila mtu atanyakuliwa. Mark my word. Sio kila mtu atanyakuliwa. Hii ni kwa wale tu wameokoka, walio ndani ya Yesu. Wale watakuwa wamekufa na wameokoka, wale watakuwa hai na wameokoka, hao ndio watanyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema wawili watakuwa shambani wanalima, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Wawili watakuwa wamelala kwenye kitanda kimoja, mmoja atanyakuliwa, mwingine ataachwa. Lakini kwangu mimi nafikiria wote tutaenda. Ama unaonaje mama? Maana nasema wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja, mmoja atanyakuliwa, mwingine ataachwa. Mama, nani ataenda? Tuende wote wawili, si ndio? Tuende wote wawili. Maana nasema mmoja atanyakuliwa, mwingine ataachwa. Wawili watakuwa na siaga ngano, wanakuwa na siaga mahindi, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Kwa hivyo sio kila mtu atanyakuliwa. Ni kama vile magnet, simako. Leo ukitaka kujua kama hapa kuna chuma hapa, naona hapa kwa hii mchanga. Ukitaka kujua kama kuna chuma ziko hapa, chembe za chuma, tafuta tu simako, magnet. Ipitishie tu hapa. Ipitishie tu hapa. Utaona zile zote ambazo ni chuma zinashikwa na ile magnet. Lakini vijiti, hivi vitu zingine, mawe haishikwi na magnet. Hivyo ndivyo itakavyokuwa Yesu atakaposimama pale mawinguni. Atatuma jeshi la malaika kuwakusanya watakatifu, kuwakusanya wale ambao wameokoka. Watanyakuliwa kumlaki Bwana Yesu mawinguni ili tukaende kuishi na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono wa kushoto, sema asante Yesu. Inua mkono mwingine, sema asante Bwana. Inasema hivyo. Hebu kusomea kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 15. Wakorintho wa kwanza 15, tuanzie mstari wa 51. Tuanzie mstari wa 51. Inasema hivi. Angalia, na waambieni ninyi siri. Yaani hii ni siri. Hii ni siri. Na ijafunuliwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siri. Na siri ya Mungu hafunuliagi kila mtu. Just choose and few. Kwa hivyo wewe umebahatika.